Kabla ya yote kuwa kama yalivyo sasa, kabla ya milima mikubwa, mito mirefu, nyota zinazong'aa, kulikuwa na utulivu wa milele. Hakukuwa na mwanga wala giza, bali Mungu, muumbaji wa yote, ndiye aliyekuwepo. Hapa ndipo hadithi yetu inaanza, mwanzo wa yote. Ndipo Mungu akasema, iwepo nuru, na ghafla giza likajikunjua mbele ya mwanga wa kwanza. Mwanga ukatenganishwa na giza, na Mungu akauita mwanga kuwa mchana na giza kuwa usiku. Hivi ndivyo safari ilivyoanza, na ilikuwa siku ya kwanza. Mungu aliangalia vilivyokuwepo na kuumba anga. Mbingu zilipanda juu, zikitenganisha maji ya mbinguni na yale ya chini. Mawingu mazuri yakajaa, yakiashiria utulivu na ukuu wa mpangilio wa uumbaji. Kisha Mungu akasema, maji ya chini yakusanyike mahali pamoja, na nchi kavu ionekane. Na nchi kavu ikatokea, milima mirefu, mabonde makubwa na bahari zisizo na mwisho. Mungu hakusimama hapo. Alisema, na nchi izae mimea, majani, miti ya matunda na maua mazuri. Na ghafla ardhi ikajaa uhai wa kijani. Siku ya 4 Mungu akasema, iwepo mianga angani kutenganisha mchana na usiku. Akaumba jua kwa ajili ya mchana na mwezi kwa ajili ya usiku, na nyota zikawekwa juu zikimimina mwanga wake wa siri kwenye anga la usiku. Lilikuwa ni tamasha la uzuri wa ajabu. Siku ya 5 Mungu akaleta uhai mpya. Alisema, maji na yajaa viumbe hai, na ndege waruke angani. Bahari zikajaa samaki wa kila rangi, kutoka wale wakubwa hadi wadogo kabisa. Anga likajaa ndege wenye mbawa zenye uzuri wa kipekee, wakitengeneza tamasha la uimbaji wa maajabu. Kwenye siku ya 6 Mungu aliumba wanyama wa nchi, simba waliokimbia kwa fahari, tembo wakitembea polepole, na viumbe vya kila namna. Lakini kazi yake haikuishia hapo. Mungu akasema, na tumuumbe mwanadamu kwa sura yetu. Akamfanya mwanadamu kuwa mkuu wa viumbe vyote, mwenye akili na roho, na mwenye uwezo wa kutawala na kutunza dunia. Siku ya 7 Mungu akapumzika. Hii ilikuwa ni siku takatifu, siku ya utulivu, ya tafakari na ya baraka. Aliona kila kitu alichokiumba na kusema, ni chema sana. Hivi ndivyo safari ya uumbaji ilivyokamilika. Ulimwengu unaoishi si bahati mbaya, ni zawadi, kazi ya mikono ya muumba mkuu. Je, tunaitunza vipi zawadi hii? Je, tunaelewa nafasi yetu katika mpango wake wa uumbaji? Tafakari haya leo na kumbuka, kila nyota, kila mti na kila pumzi yako ni ushuhuda wa upendo wa Mungu.
Tunasonga mbele, simulizi ya Edeni, bustani ya amani na mwanadamu aliyewekwa kama mlinzi wa uumbaji wa Mungu. Safari hii itakufanya utafakari juu ya nafasi yako kama kiumbe cha pekee katika mpango wa Mungu. Baada ya kumaliza kazi yake ya uumbaji katika siku ya 6, siku ya 7 Mungu alipumzika. Hii si pumziko la uchovu, bali lilikuwa ni pumziko la kutazama na kufurahia uzuri wa kazi yake, na siku hiyo ilitakaswa kuwa siku takatifu. Hapa ndipo hadithi ya Edeni inaanza. Ilikuwa ni dunia ya asili, lakini haikuwa na mtu wa kuitunza. Mungu, muumba mwenye hekima, akaamua kuifanya dunia iwe mahali pa uhai na utukufu. Mungu akaleta maji yatiririke juu ya nchi kavu, mito yenye nguvu na uzuri. Katikati ya ardhi hii, Mungu akaumba bustani yenye uzuri wa kipekee, Edeni. Humo kila mti uliokuwa wa kupendeza kwa macho na wenye matunda mazuri uliota. Katikati ya bustani ya Edeni kulikuwa na miti miwili ya ajabu, mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mungu aliweka mito 4 mikubwa ikitiririsha maji safi kwenda kila pembe ya dunia: Pishoni, Gihoni, Hedekeli, yani Tigris, na Frati. Kisha Mungu akasema, na tumfanye mwanadamu kiumbe wa kipekee mwenye sura na mfano wetu. Mungu alimtengeneza mtu kutoka mavumbi ya ardhi, kisha akampulizia pumzi ya uhai, na mtu huyo akawa nafsi hai. Huyu ndiye Adamu, mwanzo wa kizazi cha wanadamu. Adamu hakuwa tu kiumbe wa kuishi Edeni, bali pia alikuwa msimamizi wa bustani hiyo. Mungu alimpa jukumu la kuitunza na kuilima bustani, akamruhusu kula matunda ya kila mti isipokuwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mungu alipoona kuwa si vyema mtu awe peke yake, aliamua kumuumba msaidizi wa kufanana naye. Mungu alimleta Adamu katika usingizi mzito. Akachukua ubavu mmoja na kuufanya kuwa mwanamke, Hawa, mke wa kwanza na mwenzi wa Adamu. Wakati Adamu alipomwona Hawa, alisema, "Huyu sasa ni mfupa wa mifupa yangu na nyama ya nyama yangu. Ataitwa mwanamke kwa sababu ametaliwa katika mwanamume." Tunasafiri hadi bustani ya Edeni, pale ambapo mwanadamu alikosa utiifu, na matokeo ya uasi huo yakabadilisha historia ya ulimwengu. Hii ni hadithi ya kwanza ya jaribu, dhambi na neema ya Mungu. Katika Edeni kila kitu kilikuwa kizuri na kikamilifu. Adamu na Hawa walipewa kila kitu walichokihitaji: chakula, amani na uhusiano wa karibu na Mungu. Lakini palikuwa na jaribu, lilikuwa likiwazunguka: mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ndipo nyoka mwerevu kuliko viumbe wote akaingia kwenye bustani. Alimkaribia mwanamke na kumuuliza kwa ujanja, "Ati Mungu alisema msile matunda ya miti yote ya bustani?" Hawa alimjibu, "Tunaweza kula matunda ya miti ya bustani, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema tusiale wala kuyagusa, tusije tukafa." Nyoka alimwambia Hawa kwa maneno ya kushawishi, "Hakika hamtakufa. Mungu anajua kwamba mtakapokula matunda ya mti huo mtakuwa kama yeye, mkijua mema na mabaya."
Hawa alipotazama mti akaona kwamba matunda yake yalifaa kwa chakula, yanapendeza kwa macho na ni ya kutamanika kwa maarifa. Akaamua kula, akamwita Adamu naye akala. Ghafla macho yao yakafumbuliwa, wakagundua kuwa walikuwa uchi. Kwa aibu wakashona majani ya mtini na kujifunika. Adamu na Hawa waliposikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga, waliogopa na kujificha kati ya miti. Lakini Mungu akamwita Adamu akisema, uko wapi? Adamu akasema kwa sauti ya hofu, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Bwana Mungu akamuuliza, ni nani aliyekuambia kuwa wewe uchi? Je, umekula matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, ni huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja nami, ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Mungu akamgeukia Hawa na kumuuliza, ni nini hili ulilolifanya? Hawa akasema, nyoka alinidanganya nikala. Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu ya hili umelaaniwa kuliko wanyama wote, kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nitaweka uadui kati yako na mwanamke, kati ya uzao wako na uzao wake. Uzao wake utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Kisha Mungu akamwambia Hawa, nitakuzidishia uchungu wako na maumivu wakati wa kuzaa, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Na kwa Adamu Mungu alisema, kwa sababu umesikiliza sauti ya mke wako na kula matunda ya mti ambao nilikukataza, ardhi imekuwa laana kwa ajili yako. Kwa jasho la uso wako utakula chakula mpaka utakapoirudia ardhi, kwa maana wewe ni mavumbi, nawe mavumbini utarudi. Kisha Mungu akawafanyia Adamu na Hawa mavazi ya ngozi na kuwavika, lakini kwa sababu walikosa utiifu, hawakustahili kuishi bustanini tena. Mungu akasema, mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu, akijua mema na mabaya, basi asije akala matunda ya mti wa uzima akaishi. Kwa hiyo Mungu akawatoa Edeni ili walime ardhi ambayo walitwaliwa kutoka humo. Akawaweka makerubi na upanga wa moto upande wa mashariki wa bustani ya Edeni kuilinda njia ya mti wa uzima.